Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur à votre radio Kivousta, c'est l'invité de la zone. Et aujourd'hui c'est un plaisir pour nous de recevoir le prophète Gabriel Tikiko. D'ailleurs, il y a Moses qui est déjà avec nous. Moses, bonjour. Bonjour Calvin, bonjour à tous les auditeurs, Alors, à tous ceux qui nous suivent, en tout cas sur Kivousta. Tu es déjà prêt à nous présenter notre invité? Nous sommes prêts. Alors, c'est pas notre invité, c'est Gabriel Tikiko. C'est pas tu as pris quel nom? En fait, j'ai pris beaucoup plus le nom qui le caractérise, qui est Gabriel. Gabriel. Voilà. Déjà, la première lettre de ses prénoms, c'est G. Comment tu as défini G? Il est grand. Je pense qu'il est d'une grandeur d'esprit. Il ne juge jamais. Il essaie de comprendre chaque situation qui se présente, évidemment, positive ou négative. Voilà. A. Il est altruiste et bienveillant et toujours attentif aux problèmes de son entourage. B. Il est berger d'une patience énorme. Il ne supporte jamais une brebis s'égarer. Voilà. R. Non, je n'ai pas encore fini. Ah, ok. Il traite tous avec respect et même considération. Donc chez lui, il n'y a pas celui qui est grand, il n'y a pas celui qui est petit. Très bien. R alors? Il est respectable et respectueux envers ses supérieurs, ses égaux, mais beaucoup plus ses inférieurs. Voilà. I. Il est inarrêtable quand il s'agit de réprimander les mal, les péchés et l'extravagance. Voilà. Et il est élégant, comme vous pouvez le constater, dans sa prise de parole et sa prédication. Jamais de dérapage. Voilà. Enfin, elle, il est logique. Il reste en tout cas logique dans ses positions. Il reste ferme dans ses décisions et il est correct dans ses agissements. Et ça donne alors Gabriel. Prophète Gabriel, bonjour, na Caribou, Kivostaz. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que je peux d'abord rectifier quelque chose. Je suis apôtre. Apôtre. Au frère Gabriel. Voilà, frère Gabriel. Merci beaucoup. Bien, comment vous avez trouvé la petite description de votre prénom? D'abord, c'est une surprise. C'est génial. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à Moïse qui a travaillé vraiment sur votre nom. Félicitations pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, frère Gabriel, toi muda kidogo tuongelee maisha yako. Na tutaongelea maisha yako kwa mapicha fulani ambazo tulitayarisha kwa ajili yako. Tulitoa na picha za zamani mpaka za leo. Najua kama kila picha ina historia. Yes. Tutarudilia kidogo historia zimoja. Tutaanza na hii picha. Yeah. Wakati unaona hiyo picha, kitu gani inakukuia? Picha inanikumbusha mengi sana. Ile ni mwaka wa 2002. Nilikuwa katika mji unaitwa Manono kule Katanga. Mahali nilikwenda kuhubiri, nilikuwa nachunga kanisa pale. Na ile kanisa ambao nilikuwa nachunga ilikuwa kilomita 7 nafasi nilikuwa naishi. Kwa hiyo nakumbuka mengi sana. Voilà. Pale ilikuwa dimanche. Pale mimi nasape. Pale mimi navaa vizuri sana. Na nilihubiri ile siku. Yeah. Yes. Yaani ulianza ubiri ukiwa na umri gani? Nilianza ubiri 1998. Nilikuwa mdogo sana. Yeah. Si sana lakini mdogo. Ndio. Na wakati ulikuwa na ubiri, kuna watu wenye walikuwa des fois na kudeconsidérer bien. Ndio. Kila kitu unajua mwanzo hatupate watu wa kutupatia nguvu ya kuendelea. Kuna watu walikuwa wanajua tunashindwa maisha. Endelesha masomo, acha hii vitu kunafanya. Lakini katikati yao kuna wale tunaanza somesha leo. Asante sana. Prophète Gabriel, so lianza ministeri yako, kulikuwa mtu mwenye alikuinspire kufanya kazi? Kuna watu waliniinspired. Mtu asikwambia alianza mwenyewe. Kuwa watu unawaona, unawaangalia, wanakuinspired. Kuna wazee wengi mjini waliniinspired. Kuna mmoja amekufa anaitwa Tisongo. Kuna mchungaji Kabunga, kuna mchungaji Bailo, kuna wengi waliniinspired. Yeah. Na wahubiri wa nje wengine nilikuwa nawatazama. Mmoja alikuwa Tanzania anaitwa Moses Kulola. Ameshafariki. Nimeona kama video yake mara pili. Alikuwa inspired sana.
Na familia yako ulizaliwa katika familia ya Kikristo? Ndio. Familia yangu ni wa Kristo wa Katoliki. Ni wa Kristo. Na ni pale nimetokea mpaka kuwa jinsi nilivyo saizi. Ndio. Na kitu gani familia yako iliongeza katika hii ministère yako? Mama yangu kwanza mzazi alinizaa, aliongeza vitu vingi, kwani kabla nizae alikuwa anasema huyu nitakayemzaa atamtumikia Mungu. Ndio maana aliniita Gabriel. Wala. Mpaka kusema nizaliwe nilikuwa na baraka za mzazi. Mpaka kufikia jinsi nilifikia hapa nilivyo leo. Ulikomala bila wazazi. Tunisema kama ilikuwa jambo rahisi kwako? Unajua si rahisi kuwa bila wazazi. Unaweza kosa mavazi, unakosa vyote, lakini wazazi ni mtihani mkubwa sana. Na ni kitu ambacho hakijawahi kupona. Aliyenisaidia ni mzazi ambaye ni mkubwa wake na mama. Alinichunga vizuri sana, ikanisaidia kusahau mengine. Lakini mimi sikufanikiwa kuwaona wote wawili. Na Gabriel alikuwa aina gani ya mtoto wakati alikuwa bado kijana? Nilijumbia furaha. Najua ukikosa furaha unajumbia furaha. Nilipenda shule. Nilipenda sana mambo ya Mungu tangu niko mtoto. Na pia nilipenda mpira, kuona mpira. Na katika fikra zangu nilikuwa nafikiria nitacheza mpira. Kumbe Mungu alifikiria mengine. Okay. Na leo wakati na leo unganapenda mpira ameshakuwa sana neno la Mungu? Sasa hizi mpira kwangu ni neno la Mungu. Lakini haizuii nisione mpira. Sometimes naona mpira. Pia kuna game nacheza na watoto nyumbani, PlayStation ya mpira. Sawa, nilikuwa naipenda tangu zamani. Tutaendelea na tutatoa hii picha ya pili. Hii picha inakukumbusha nini? Hapa ilikuwa conference ambao tulikuwa tunahubiri. Nafikiri iko mu 2013. Ilikuwa conference ambao nilialikwa kuhubiri kwa huduma fulani. Si mbali sana, lakini nilikuwa sina hii mwili. Yes. Na wakati unaona hiyo picha na unajiangalia leo, kitu gani wewe mwenyewe unashambia? Naona neema ya Mungu tu. Unajua sisi tumetoka katika familia ambayo ili mtu akupatie nguo mpaka ipasuke. Alafu ukianza angalia pale jinsi nilivyo, unaanza ona kama mwangaza kadogo. Angalau nilikuwa bado kwenye shimo. Watu gani ambao tangu mwanzo ya hii safari yako wanakusindikizaka mpaka leo? Hii safari wanaonisindikiza sana mingi ni maadui. Maadui wananipa nguvu sana ya kuendelea, kwa sababu wanaponiambia siwezi najikaza kuweza. Na pia kuna wengine wanaonipenda, wananiombea. Na wengine pia wananisupport mpaka nifikie pale nilipo. Yes. Alors tunajua kama hukukomala na mzazi wako, ila ulikomala mtu gani ambaye ulikomala naye na ambaye alikusaidia tena kuongeza kitu katika kazi yako? Yule aliyenichunga ndio sasa mzazi wangu. Na mpaka saizi mama yupo mzima aliyemchunga. Nami saizi namchunga. Okay. Sababu kuzaa ni kitu kimoja, lakini kuchunga ni cha maana zaidi. Na yeye pia alikuwa anapenda maneno ya Mungu. Ndio, mimi nimelelewa kwa hiyo hali. Unajua kuna nyumba ambao wanakuambia Mungu tu. Hakuna kitu kingine. Familia yangu iko hivyo. Ilikuwa rahisi kwako kutoka kanisa Katolika na kuenda? Haikueleweka sana kifamilia. Kanisa Katolika haikunikosea chochote. Na mimi sijaona ubaya mtu kwa Katoliki. Lakini wito ndio ulinilazimisha niwe jinsi nilivyo leo. Kwa sababu ningetakiwa kumtumikia Mungu kule, ningelikuwa padri labda. Alafu mimi sina familia kubwa, ilitakiwa nioe. Kwa hiyo nikaona nimtumikie Mungu fasi ambapo naweza kuoa bila shida. Hiyo ndio ilikuwa tu, na Mungu aliniita huku nilipo, sikuchukua mwenyewe. Tutaendelea hii safari yetu, na hii ni picha. Sijui ina historia gani hiyo picha? Pale nilikuwa na hubiri, ilikuwa Mfore Equatorial. Kanisa fulani nimeitwa, nikakuta iko hivyo. Na nikajisikia vizuri kuhubiri.
sawa, ni wito wangu, kunazoea kazi hii. Na pale nilikuwa na hubiri, nafikiria ni Wambuti. Kuna zingine picha labda mkuzipata wanaonekana ndani. Okay. Na wakati unapata wito unaenda wala unafanya nini wakati unapata wito, wakati wanakuita uje uhubiri huku na huku? Kwa limo unaenda ka carrément unachunga kwanza appel ya Mungu usikie que vraiment unaitwa? Ni conviction kwanza. Nikiitwa nasikia conviction naenda. Mimi sichague mahali. Hata wakiniita Waislamu naenda. Mahali pote tu napeleka habari njema. Yeah. Ishawahi kufikia kupata wito na kupata beaucoup plus ma difficulté huko ambako nenda? Imeshanifikia sana. Nimealikwa Mozambique. Kaenda kuhubiri kwa kijiji ambacho kinakaa kilomita 200. Nafikiri wanaita Bobole. Tukapata shida gani, hatukusikiana kwa lugha. Mimi ni mhubiri lakini hakuna mtafsiri. Nilikuwa nahubiri Kiingereza kigumu, wao wanasema lugha nyingine, kwa sababu watu wa Mozambique wanaongea Portuguese.